Lengo na shabaha ambao tumekuja hapa, kwanza tumekuja kukashifu sikitiko ambalo limetujia ya video iliyokuwa inatembezwa viral katika mitandao ya social media kuonyesha binti eti ananyonyesha mbwa kwamba ni binti wa Kikenya na amelazimishwa na matajiri wake katika nchi ya Saudi Arabia. Na utafiti wetu ulituonyesha wazi ya kwamba video ile ilikuwa ni fake, ni video ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa minajili ya kuweza kutanish this industry. Same applies to the country ya Saudi Arabia. Haki Afrika imeconfirm kwamba kesi ile si kesi ya kikweli, kwamba picha ile ama filamu ile ilikuwa ni filamu ambayo imechukuliwa katika zile filamu mbaya, na wakaweza kuibadilisha na kuifanya kama ni mama ambayo anaomba usaidizi kwa Wakenya wenzake. But sisi tumetoa challenge, watu waambie ni nani ambaye anapata matatizo na amepigia simu wakala wake na wakala wake akakataa kumsaidia. Most of them wamejigeuza maagent wao wenyewe. Mtu akipelekwa anatafuta njia kule anatengenezea ndugu zake passport, wanawapitisha. They normally come to our offices wakituomba attestation kwamba ninakwenda nimepata kazi online. We want to warn them, even them, very soon we are going to stop doing clearance kwa wao, and we are not going to issue any clearance certificate kwa mtu yoyote ambaye hakupata kazi kupitia katika agent. Tulizifunga kazi 2014. Till when tutakuwa kazi yetu ni kuzifunga hizi kazi? What about the agents ambao wameonkaa a lot of expenses kuhakikisha kwamba hii ndio kazi zao wanazifanya kuweza kujikimu kimaisha yao? Kwa hivyo kufunga ama kuweka total ban kama aliyopendekeza Secretary General wa Court Francis Atwoli, it's not a solution. Lakini kwa mara nyingine tunakuwa na shida tunapokuwa na brokers in between, kwa sababu brokers wale amechukua mtoto katika hali ya umaskini, anamleta anampeleka Saudia, anaenda kupata shida na kisha anapotea. Atakuwa amepata pesa yake, lakini mtoto yule akiwa katika ile nchi anapata shida kwa sababu hakupitia njia iliyo sawa ama hakupitia agents ambao wako credit.